pia zake zilichomekea pale zitio. Now, so when you are ready, you let me know. I'll do it in Swahili and English. Hata Kiluya iko. Orie? Don't worry. I need to speak to the nation. Aya, nitaanza kwa Kiswahili. Nachukua fursa hii kwanza kama katibu wa chama cha ODM kuwashukuru wenzetu wa vyama tanzu vya Azimio kwa kuidhinisha pendekezo la chama cha ODM kwamba kufuatia kuteuliwa kwa Mheshimiwa Opiyo Wandayi kama waziri wa kawi, tuwe na Mheshimiwa Junet Mohamed akichukua nafasi kama kiongozi wa wale walio wachache ndani ya bunge la kitaifa. Na pia pendekezo lililotolewa na chama cha ODM kwamba Mheshimiwa Milly Odhiambo achukue nafasi ambayo itaachwa na Mheshimiwa Junet Mohamed. Kwa hivyo kumekuwa na kikao cha wabunge wa Azimio na wameidhinisha kwa kimoja kwamba hao ndio watakuwa viongozi wa Azimio ndani ya bunge la kitaifa. Nataka niseme asante sana kwa niaba ya chama cha ODM kwa kuunga mkono pendekezo letu. Jambo lingine ni kwamba tumekuwa na mkutano mzuri sana kwa sababu kuna baadhi ya waandishi wa habari wako hapa ambao wamekuwa wakieneza uvumi kwamba kuna vyama ambavyo vinapinga mapendekezo yaliyotolewa na chama cha ODM. Nataka nitangaze kwamba vyama vyote tanzu vya Azimio viko pamoja, vimeungana, hakuna mgogoro ndani ya muungano mzima wa Azimio. Tunazidi kufanya kazi yetu kama wale ambao ni wachache ndani ya bunge la kitaifa na bunge la Senate. Kwa hivyo msiwaamini ndugu zetu ambao sitawataja hapa kwa ajili za kiusalama. Najua nimetembea bila ulinzi wowote. Sasa naweza kusema kitu nikafumaniwa, lakini nataka kuwa encourage ya kwamba tuwe tukitoa semi za kweli, na sisi kama viongozi wa Azimio tuko radhi kila wakati mnapohitaji kujibiwa masuala yote ya kuhusu vyama vyetu ama muungano mzima, tuko tayari kufanya hilo. Asanteni sana. I will do it in English. Nataka nikudhibitishie kwamba chama cha Wiper kiliwakilishwa katika mkutano huu. Naibu kiongozi wa walio wachache Mheshimiwa Robert Mbui alikuwa pale kutoka bunge la kitaifa. Mheshimiwa Enoch Wambua ambaye ni seneta wa Kitui na ndiye naibu wa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate alikuwepo, na wabunge wengi wa Wiper. Unavyojua mimi ni katibu. Mikutano yote inaanza kwanza kwa kuchukua sajili ya watu ambao wako kwenye mkutano huo. Sajili hizo zipo, iwapo kuna mtu ana swala lolote ninaweza kuwaonyesha sajili hizo, lakini hizo ni documents zetu sisi wenyewe. Lakini nimeziweka kwa ajili ya watu ambao wataibuka na hadithi ambazo si za kweli, kwamba kuna mtu ambaye amesema hili ama lile. Kwa hivyo muungano huo uko imara na hamna mgogoro wote ndani wa muungano. Kwanza kila mtu ana haki ya kutafuta uongozi cheo chochote katika chama, na kutakuwepo na mazungumzo kwa sababu mazungumzo yetu sisi wana ODM hayafanywi katika vyombo vya habari. Kama katibu ni wajibu wangu kuhakikisha kwamba chama kinafanya mikutano ambayo inahitajika ifanywe. Kila wakati ambapo kuna swala la kuzungumziwa utaniona nikiwaambia kwamba tumeita mkutano wa kamati kuu, mkutano wa PG, mkutano wa vitengo vyote vya chama. Kwa hivyo swala hilo zima tulisema wakati tulikuwa na mkutano wa mwisho kwamba kutakuweko na consultations ambazo zitaendelea, na hapata haribika jambo lolote kwa sababu si mara ya kwanza kumekuweko na vacancies katika chama, na kila wakati tumeweza kupata formula nzuri ambayo inaridhisha kila mtu wakati ambapo tunajaza mapengo yanayoachwa na watu ambao wanaondoka. What outturn? Irene, what outturn? I want to take this opportunity as the SG of ODM to thank the constituent parties of Azimio for the decision today to endorse the proposal by ODM
to have Honorable Junet Mohammed replace the Honorable Opiyo Wandayi, who has been nominated as a CS for Energy, as the new leader of minority in the National Assembly. I also want to thank the constituent parties of Azimio for endorsing the proposal by ODM to have the Honorable Billy Odhiambo take over the position that has been vacated by Honorable Junet as the minority whip in the National Assembly. I want to assure the public and the Kenyans who support Azimio that there is no disagreement. Nimekuja. Baba amekuja. Kwanza nataka kusema poleni sana. Poleni sana sana kwa hiyo mkasa ambaye umekumba nyinyi. Nilipata habari na sikuwa karibu. Nikasema mimi nitakuja Jumatatu. Sasa na kwanza nataka kutoa risala ya rambirambi kwa wale ambao wameifiwa. Nilitumiwa picha ya mzoga ya mtu ambaye alichomeka hapa. Inaonekana kama makaa. Nililia kabisa. Niliona uchungu zaidi. Maana kifo ya moto ni kifo mbaya sana. Sasa ubaya zaidi ni hii inafanyiwa na watu ambao ni binafsi, ni wahalifu. Wale ambaye miaka yote, miaka nenda rudi, wanataka kunyakua uwanja hii. Sasa ni miaka 30 na kitu ni kama mimi napambana na hao watu hapa. Tena nataka kutoa onyo hapa. Tangu vile tulianza kupiga na hao watu, hawatachukua hiyo uwanja hata wafanye kitu gani. Hawa ni watu ambao wanyakuzi, wanataka kuchukua hii kiwanja ili wagawanye na wajenge manyumba zao hapa. Na kila mara kwa mara wao wanaenda katika Lands Office, wanashafua marekodi huko. Lakini sasa tumemwambia kwamba siku ya mwezi ya ni ngapi? Mwambia ngoo. Haitawezekana. Sasa leo nimetoa amri kwa gavana. Mwambia kwamba hii ua ambayo inazunguka hapa yote ujenzi yake ianze mara moja. Manake hapa wako na shilingi milioni 100 katika bajeti yao ya mwaka huu ya kuanza kujenga hii soko. Nimesema kwanza waanze na kujenga ua. Hii fence perimeter wall ianze kujenga mara moja. Na yule afisa ambaye anahusika na mambo ya soko yuko hapa. Huyu mama anaitwa Jane Wangoi. Yeye ndiye anasimamia hiyo mambo. Kwa hivyo mimi natampatia yeye amri hapa mbele yenu. Hii kazi ianze mara moja. Okay? Ili ijengwe huwa yote izunguke kila mahali hapa. Ili sasa wale jamaa wakijaribu waone ya kwamba hawezi tena kuingia hapa tena. Sawa sawa? Alafu mambo ya ujenzi vile vile itaanza baadaye. Hiyo mpango manake hii soko tayari ilikuwa imeshachorwa. Vile itakuwa pale ambayo watu kutakuwa na vibanda, pale ambayo kutakuwa na ukumbi na kadhalika. Yote ilikuwa imepangwa kitu tayari. Nataka hii soko sasa ijengwe ili mimi mwenyewe nije kufungua. Sasa nyinyi ambao mnafanya kazi hapa najua mko na shida mingi zaidi. Kila mara kwa mara mnapata shida hii, na mkumbwa na moto hapa, na chomeka hasara kubwa zaidi. Sasa yote tunataka sasa tuyazike kwenye kaburi la sahau. Ili tuendelee vizuri. Si sawa sawa? Unajua mtu wa chini ambaye hako hapa chini ako na uchungu mingi zaidi. Hapa Kibera tulikuwa na mpango kubwa. Ile ambayo tulikuwa tunaanza inaitwa Slum Upgrading Program. Na hiyo Slum Upgrading Program ukifanya unapiga
nyoka mingi na jiwe moja. Kwanza unajua mambo ya malazi, shelter, number 1. Pili, mambo ya kazi. Unajenga viwanda pale ambayo watu wanaweza kwenda kufanya kazi. 3, soko. Unajenga soko hapo ambayo sasa bidhaa inatoka kwa factory pande ile inaingia kwa soko. 3, unajenga shule. 4, unajenga hospitali. Mwisho unajenga ile social amenities pale ambayo watu wanaweza kujiburudika. Hiyo inaitwa slum upgrading program, a complete integrated development program plan. Malazi ya nyumba, kazi, soko, shule, hospitali na mahali ya kuburudika. Pale ambayo wanaenda kwenda kufanya ile one for the road. Si sawa? Hiyo ndio tutaweza kumaliza ufukara. Tuweze kupigana na umaskini katika taifa letu. Hiyo ni mpango ambao sisi tuko naye. Tuko naye. Na bado hii mpango tutayatimiza. Sasa hii unajua vile mambo yamekuwa. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara. Sisi tulikuwa kwa barabara. Tulikuwa tunalilia nini? Mwanzo tulikuwa ngajia mambo ya gharama ya maisha. Si mlikuwa mnabeba nini? Sufuria. Tulikuwa mnabeba sufuria kwa kichwa. Sivyo? Mambo ya gharama ya maisha. Pili, tulikuwa tunaongea mambo ya ukosefu ya kazi kwa vijana. Vijana ambaye wamesoma, wako na ustadi, lakini hakuna kazi, sio? 3, tulikuwa tunaongea mambo ya ufisadi. Ufisadi na wizi na hujuma ya mali ya umma. 4, tulikuwa tunaongea mambo ya ukabila. Ubaguzi wa ukabila. Pale ambaye kama wanataka kuajiri walimu, manases, maaskari, wanajeshi, sasa vijana wakienda pale, jina yako inaamua kama utapata au utapata. Wakisema, Onyango, ngambo hii. Wafula, ngambo hii. Mutua, ngambo hii. Wanyonyi, ngambo hii. Mpaka uwe fulani bin fulani ndio uende ngambo nyingine, sio? Lakini saila ambaye wanarogota ushuru kwa watu hawabagui. Kila mtu anatoa. Sivyo? Sivyo? Hiyo ndio sisi tunasema hatuwezi kukubali ubaguzi ya kikabila. Tulikuwa tunasema hatutaki, sio? Alafu sasa zile nyingine zilikuwa zingine ambazo zilikuwa nafuata namna hiyo. Sasa vile ni maneno ambayo hao vijana juzi Gen Z waliongea juu yake. Sio haya yao yote. Sio yote. Mambo yale yote bado yuko pale na tumesema mpaka yale yote yatatuliwe. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi. Wamevunja baraza la mawaziri. Wakaja kwetu. Kwamba tuwapatie watu. Si wako wameshindwa na kazi? Wakaja wakasema wanapiga magoti chini. Tafadhali patie sisi watu wenu ni wanajua. Naambia mwaka jana tulisema tunataka saba ifanywe nini? Ifanywe nini? Mambo yangekuwa tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya? Sio mashindwa. Tumewapata sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Vijana hoye! Vijana hoye! Sasa nataka kuendelea mingi zaidi. Siku ya leo
nataka kuambia nyinyi ya kwamba nimeongea na gavana na nimemwambia yeye ya kwamba nataka hii kazi yote ifanyike. Ameniambia mimi ya kwamba yeye anafanya mpango ya kuleta msaada hapa na itakuja, kama sio kesho ni kesho kutwa. Unaona vizuri? Kwa wakati huu jiko hapa na mbunge wenu hapa Bwana Orero ameleta mabati 200, alafu akaleta lori moja ambayo iko na nini na poles ili miti ya kujenga. Sawa sawa. Tena magunia 3 ya msimari. Ule 3 ya msimari. Sawa sawa. Sasa pili, mbunge wenu hapa ameleta pesa taslimu shilingi 250,000, 250,000. Sawa sawa. Sawa. Mimi nimeambiwa ati saa ingine tukitoa hapa haifiki kwa watu wale wa chini. Bwana Chairman, hii mpaka ifike kwa watu. Sawa sawa. Umeona? Sasa wapi mchango yangu? Mimi hello, lori yangu ndio iko hapo hiyo. Nimeleta mabati 1,000. Pili, nimeleta hapa pesa taslimu shilingi 1,500,000. Miliona. Sawa. Kwa hivyo sasa vile nimesema, nataka hii pesa ifike kwa watu wa chini ili mfanye kazi sawa sawa. Sawa sawa. Wamama hai. Vijana hoi. Toi hoi. Asante sana. Asante sana baba. Pigia baba makofi tafadhali. Asanteni sana wanatoi. Tunawapenda. Haya, wacha tushuke please.